Bwana, mambo vipi? Tunaendelea tulipokuwa tumeishia. Bwana, jamaa kaniuliza, bwana hiyo simu vipi? Kuna nini kimetokea? Nikamwambia bwana, mimi nimeambiwa tu nirudi nyumbani kwa haraka. Kuna matatizo na tatizo lenyewe linaonekana ni serious issue. Bwana mchizi nikasepa zangu bwana. Kwa hiyo shoga yangu ndio hivyo. Mimi kilichotokea akaliniambia kwanza hisia zake zote, aliniambia ananipenda sana. Mimi nikamwasha kofi, sikuongea kitu chochote. Lakini shoga yangu, wewe kaka ananipenda kweli? Shoga yangu, unaachani wewe? Kilichokufanya umpige mkaka watu kofi kitu gani? Mimi nilitafuta tu nimempiga kofi na sikumjibu nikaondoka. Yeye kosa lake kukwambia anakupenda? Kwani mtu akikwambia anakupenda anakosea? Sina bwana yako lakini. Wewe nawe bwana unatakiwa uwe na nani na ndoo kubwa kichwani nyingine ushike. Rafiki yangu inabidi ufunge lindoli kubwa kichwani na galoni lingine mkononi au vipi? Nashinda kubeba hilo la chini lakini. Nahisi mbana kumbe alipiga Aziza ili tu nimfuate nyumbani kwao, kwa sababu alinajua alivyokuwa amenipiga kofi, alijua sitofika, sitopokea simu yake wala sitoenda kwao. Sasa tukiwa tumekaa karibu na kwao tunapiga story, ghafla akatokea Shadia bana. Hicho kitu hakikumpendeza kabisa, akageuka na kuondoka nyumbani akiwa anakimbia kwa hasira, lakini mimi sijui nini kilichomkimbiza. Ndugu yangu akanipigia simu bana, njoo nimesharejea. Nikaenda kukutana naye, kaniambia bana, mtaalamu kule akasema ili umpate yule mwanamke ya kupasa ukafue nguo yake ya ndani. Iwanyo kabisa nguo ya ndani. Nikapagawa sana. Mara simu ikaita kucheki hivi na bangeni. Mimi nikaipotezea. Hivi unajua nini kiliendelea? Usisahau kunifollow, kushare na kulike video kwa ajili ya muendelezo wa story hii.